If you have to change the functions of parliament, you must subject it to referendum. If you are going to introduce a prime minister position, it's changing the function of the parliament. If you are going to introduce parliament, cabinet secretaries, ministers to sit in parliament, it's changing the function of parliament. Angalia, kwa hivyo hiyo itakwenda kwenye kura ya maoni. Kila hatua yoyote kama ile itahitaji kura. Na pili, mbona watu wanaogopa kwenda kwenye kura ya maoni? Mbona watu wanataka kutuletea ukarabati pale ndani ya bunge? Kwa sababu wanajua labda wana wingi ndio waweza kusumbua. Na wewe acha nikueleze leo. Iwapo mswada italetwa ndani ya bunge leo, ijadiliwe, iangushwe, isipate idadi ambayo inahitajika, ni miezi 6 ndio irekebishwe ndani ya bunge. Iwapo mswada wote wa kurekebisha katiba italetwa ndani ya bunge mwaka ujao mwezi wa 6, kwa sababu kuchukua kura ya maoni, kufanya kadhalika, miezi 6. Ikiangushwa inamaanisha mpaka Disemba mwaka ujao iregeshwe ndani ya bunge. Na ni mimi nimejaribu kupiga msasa yale matamshi ya wale waliozungumza kusema kitu hiki kinaweza kuletwa bungeni, ni kwamba wanatumia mbinu. Wanajua kupanda mchongoma rahisi, kushuka ndio balaa. Hatutaki hili kitu lije bunge ndio ikuwe balaa kukipitisha. Na tayari hapa imeonekana tayari watu umeona maemuko tofauti. Umeona fikra, umeona hasira, umeona amaki, umeona matamshi tofauti. Tayari kila mwamba ngoma amevutia upande wake. Angalia, sasa iwapo tutalirejelea swala hili ndani ya bunge, huenda italeta mvutano. Na huu mvutano huenda ukaleta ukabila, inaweza kushenisha ama ipatie nafasi chuki. Kwa hivyo sisi zidani, na mbona msiruhusu wananchi wakatoe maoni? Mbona hisi kwende kwa wananchi? Hayo ndio masuala sisi tunazungumzia. Lakini nakipenda mimi nilikuwa nimetengeneza mswada, nilikwenda kwenye jobo hili nikaliketi chini. Yale ambayo ni mapendekezo yangu ndio inachukua ukurasa nusu ya yale mapendekezo yameletwa hapa leo. Kwa hivyo sitaki kujipiga kifua. Waswahili wanasema mkema akisifiwa tembo ulitia maji, sitaki nisifiwe.